Baada ya Joshua kushauri hivyo, walikaa kimya kwa muda wakiwa wanawaza kila mtu lake. Wakiwa wamekaa pale pale, Faith alijitokeza. Wakati huo wakiwa kimya, Joshua alisema, sema kitu, ukimya huu una maana gani? Rashidi alisema, kujifanya simuoni, sidhani kama inawezekana, sijui kama itaweza kufanya kazi. Joshua akasema, kwa nini unasema hivyo? Rashidi akasema, kwa sababu tayari anajua mpango wetu. Patrick akasema, amejuaje mpango wetu? Rashidi akasema, huyu mwanamke yupo hapa. Patrick alibeba chupa kwa hasira na kusema, yupo wapi? Kwanza nianze naye. Wakati huo huo Joshua alikuwa anasema, acha utani wako, tuwe siliasi. Lakini Rashidi akasema, sio utani. Joshua akasema, amekaa upande gani? Yupo karibu na mimi. Alikuwa anauliza hivyo akiwa ameganda, yaani mdomo tu ndio unaotikisika, lakini Rashidi akamwambia, huko unaposogea unamsogelea. Alichomoka kwa spidi akijitahidi kumkwepa. Sasa Rashidi ili wenzake walimwache. Alisema, huko mnapokimbilia mnamsogelea. Sasa iliwabidi watulie kwa muda wakiwa wanahangaika kwenye hiyo meza yao. Rashidi akasema, mkae eneo moja, gandeni ili msije mkawa mnamsogelea. Waliamua kutii, maana wao hawaoni kitu. Wakabaki pale pale, wamekumbatiana kama miti, hakuna kutikisika, kila mtu akitegemea kupata msaada kwa mwenzake. Faith baada ya kuona wanahangaika sana aliamua kuondoka zake. Sasa nawarudisha kwa Neema, mpenzi wake wa Rashidi. Alikuwa anaongea na rafiki yake akimwambia kinachotokea kwa mpenzi wake. Walikuwa kwenye eneo kama klabu hivi. Ni mtu simuelewi kwa kweli, mpaka nawaza kumwacha ili nione kama anaweza kupata mabadiliko, maana naona kama ananifanyia makusudi. Rafiki yake anayeitwa Janethi alimuuliza, kwani unahisi anaweza kuwa na mahusiano na mwanamke mwingine? Neema alisema, hapana, hawezi kunisaliti, najua anaweza kufanya yote lakini si usaliti. Janethi alisema, sasa unadhani kuna nini kinaendelea hapo katikati? Neema aliuliza, unataka kumaanisha nini? Janethi akasema, nimeona mahusiano mengi ambayo yamedumu kwa muda mrefu, lakini mwanaume anapotaka kumwacha cha mwenzake anaanza vituko kimakusudi. Neema alisema, hapana, hawezi kufanya hivyo, yeye ananiambia kuwa kuna kitu anaona, ingawa mimi sioni hicho kitu, lakini yeye anasema kuna kitu anaona. Yaani tunaweza kuwa tumelala chumbani kitandani, unashangaa anaanza kuongea na mtu, lakini sio mimi, wakati chumbani tupo wawili. Hata Janethi kwa hilo alikosa nini? Aseme maana ni vitu visivyokuwa na mwelekeo katika akili za mtu. Sasa tunawaacha Neema na Janethi. Tunarudi kwa Rashidi. Alikuwa mwenyewe nyumbani akiwa anatembea kwenye nyumba huku na kule. Anawaza, labda nianze kujifanya kuwa simuoni. Nijifanye hayupo, ndio natakiwa kuigiza kama simuoni. Kipindi anayewaza hayo, Faith alitokeza nyuma yake. Rashidi alipogeuka alimuona.